Amen. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu, tunamtukuza Mungu tena. Ametupa kibali, ametupa afya, ametupa uzima kuja kujifunza maneno yake mazuri kutoka katika kitabu cha Biblia, kutoka katika maneno ya Biblia. Tunakwenda kujifunza somo moja siku ya leo. Somo letu la siku ya leo tunasema yatambue maeneo ya nguvu zako. Ni somo zuri sana ambalo utajifunza na ni somo ambalo litakufunua na litafunua maeneo ya nguvu zako. Wapi ambako nguvu zako ziko? Ni maeneo yapi ambayo yamebeba nguvu zako? Wakristo wengi tunateseka kwa sababu hatuyajui maeneo yetu ya nguvu. Wakristo wengi tunahangaika kwa sababu hatujui maneno yetu ya nguvu. Wakristo wengi tunaonewa kwa sababu hatujui maneno yetu ya nguvu. Na maana kama unakuwa ni mtu wa maombi lakini unatambui maneno ya nguvu zako, utaonewa tu na adui. Kama utakuwa ni mtu wa kuomba sana, utakuwa mtu wa kunena sana, utakuwa mtu wa kutoa sana, lakini unajui maneno ya nguvu zako, utateseka tu kama wengine, sababu hujajua maneno yapi yamebeba nguvu zako. Hujajua maneno yapi yamebeba nguvu zako wewe ambazo Mungu ameweka ndani yako. Maeneo ya nguvu zetu tunayapa nguvu zaidi kwa kwanza kuyatambua. Kutambua maeneo yako ya nguvu ni kuanza kuamsha nguvu ambazo Mungu ameweka ndani yako. Kila mtu ana nguvu ambazo Mungu ameweka ndani yake. Kila mtu kuna maeneo yake ya uwezo ambao uko ndani yake. Kwa lazima uyatambue kwanza hayo maeneo, kwa sababu usipoyatambua hayo maeneo utaishi kama mtumwa wakati wewe ni mtawala. Usipoyatambua maeneo ya nguvu zako utaishi kama mtumwa wakati wewe ni mtawala. Na maana ukisoma kitabu cha Mhubiri kuna mahali anazungumza, anasema nimeona watumwa wamepanda farasi na wafalme wanatembea kwa miguu. Nimeona watumwa wakiwa wamepanda farasi. Anazungumza kwa habari ya nguvu ya utawala. Maana wale ambao wana nguvu na walitakiwa wawe watawala, hawana hiyo nguvu ya utawala. Wale ambao walitakiwa waweze kutembea kwenye farasi, hawajatembea kwenye hizo farasi. Sasa leo somo ambalo tunaenda kuliangalia, tunaliangalia kwa siku kadhaa, ni somo ambalo linasema yatambue maeneo ya nguvu zako. Tunakwenda kuyatambua. Maeneo ya nguvu zako yapo, lakini kwa kuwa tu hujayatambua na maana umekuwa huko makini, au saa nyingine umeyatambua lakini hujawekea makini. Somo hili litakuonesha maeneo kadhaa ambayo ni maeneo ya nguvu zako, na ukiyajua hayo maeneo unakuwa tishio katika ulimwengu wa roho. Sio kila Mkristo ni tishio katika ulimwengu wa roho. Sio kila Mkristo ni tishio katika ulimwengu wa roho. Unaanza kuwa tishio pale ambako unajua maeneo ya nguvu zako. Unaanza kuwa tishio katika ulimwengu wa roho pale ambako utaanza kuyatambua maeneo ya nguvu zako. Utajua eneo lipi ni eneo ambalo limebeba nguvu zako, eneo lipi ni eneo ambalo ukiwa katika ile eneo wewe ndio hatari katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu katika kuzijua nguvu zako, katika kuyatambua maeneo ya nguvu zako, ndiko unainua uwezo wako, ndiko unainua utishio wako. Utisho huko mahali popote. Sio kusema, sio wala kujisifia kama mimi ulimwengu wa roho natishia, mimi ulimwengu wa roho ni hatari, lakini unajui maeneo ya nguvu zako. Kwanza kuyatambua haya maeneo ndio utakufanya uwe tishio katika ulimwengu wa roho. Ndio utakupandisha viwango katika ulimwengu wa roho. Kwa nini Wakristo wengi tunaishi maisha ya shida? Kwa nini Wakristo wengi tunalogwa kirahisi? Sisi sio watu wa kulogwa kirahisi. Sisi sio watu wa kufikiwa kirahisi. Unamkuta mtu anaanza kuzungumza sasa, mimi sijui nakabwa usiku, mimi sijui nafanya kitu fulani na bebwa na bibelewa naenda natupwa nje usiku na wachawi. Kwa hiyo anazungumza vitu vya namna hiyo. Lakini hiyo inaonyesha maeneo fulani ya udhaifu sana, kama tuko dhaifu. Na hayo waga yatokee, sio kwamba hatuombi sana. Tunaomba sana, lakini hatuyajui maeneo ya nguvu zetu. Kuomba sana bila kuyatambua maeneo ya nguvu zako au hatari yoyote au tishio lolote katika ulimwengu wa roho. Sababu adui anamwogopa yule ambaye anajua maeneo ya nguvu zake. Adui anamwogopa yule ambaye anatambua na anafahamu maeneo yapi ambayo yamebeba nguvu zake. Kuna maeneo ambayo tusipowatambua ni maeneo ambayo nguvu zetu, tutakuwa wadhaifu. Udhaifu wa mtu hauanzi katika mtu. Udhaifu wa mtu unaanza pale mtu ambao atashindwa kuitambua nguvu iliyo ndani yake na atashindwa kuyaelewa maeneo yapi ni maeneo ya nguvu kwake. Na namna ukitazama katika masuala ya mieleka, utakuta ameweka pale mtu ambaye ni mtu mkubwa sana, mtu ambaye ni tuna sana, kwa lugha ya kawaida nasema ni tuna, au ni mtu ambaye amejaa sana, lakini anapigana na mtu mwembamba, lakini baada ya mwisho wa pambano yule mwembamba anakuja anashinda kwenye ile pambano. Kwa nini ameshinda huyu ambaye tunamwona kama ana nguvu? Huyu ameshinda kwa sababu anajua maeneo ya nguvu zake. Ameshinda kwa sababu anajua maeneo ya uwezo wake uliko ni wapi. Kwa hiyo tutaanza kuwa washindi katika ulimwengu wa roho pale ambapo tutaanza kuyatambua maeneo ya nguvu zetu. Pale ambapo tutaanza kutambua vizuri wapi ambako Mungu amewekeza nguvu zetu. Au nguvu zetu zimekaa katika maeneo gani? Uwezo wetu umekaa katika maeneo gani? Kuna maeneo ambayo ni maeneo ya nguvu zetu. Na shetani, kati ya kitu ambacho shetani wala hataki kwa watu, hataki wajue maeneo ya nguvu za watu. Hataki wewe ujue maeneo ya nguvu zako. Ndio mpango kazi wa shetani. Sababu yoyote anayejua maeneo ya nguvu zake anakuwa ndio hatari katika ulimwengu wa roho. Anakuwa ndio tishio katika ulimwengu wa roho. Tunaanza kutishia katika ulimwengu wa roho kwa kuanza kuyatambua kwanza maeneo ya nguvu zetu. Kwa kuanza kuyatambua maeneo ya nguvu zetu, au maeneo ambayo Mungu mwenyewe ameweka hizo nguvu ndani yetu, au maeneo katika maisha yetu yaliyobeba hizo nguvu za kiungu. Maeneo katika maisha yetu yaliyobeba hizo nguvu za kiungu. Unapolijua eneo lako, au kwa kadri unapoanza kuyajua maeneo yako ya nguvu, ndio unazidi kuanza kukimbiza maadui zako. Kinachokukimbiza utakikimbiza pale ambako utajua uwezo ulioko ndani yako. Narudia hicho kitu.
Kinachokukimbiza, kinachokutesa, utaanza kukitesa na kukikimbiza pale ambako utajua nguvu iliyo ndani yako, pale ambako utajua maeneo ya nguvu zako. Kwa hiyo ni lazima tujue maeneo ya nguvu zetu ni yapi, ili tuanze kukimbiza vile vinavyotukimbiza, ili tuanze kuvitesa vile vinavyotutesa sasa. Kwa sababu kuna mambo ambayo yanatutesa sisi wa Kristo ni mambo ya kawaida sana. Ni mambo ya kawaida sana. Unakuta mtu anateseka na mambo ambayo hata ni ajabu kabisa hata kuweza kuelezea. Mtu anasema mimi nakabwa usiku. Yaani ni jambo la aibu hata kuelezea kwa watu. Kwa sisi wa Kristo ni jambo la aibu sana. Kwa sisi watoto wa Mungu ni jambo la aibu sana hata kwa Mungu. Sasa mimi nakabwa usiku au mimi nalogwa. Kwa nini nalogwa mtoto wa Mungu? Kwa sababu hujajua maeneo ya nguvu zako. Kwa sababu hujajua maeneo yaliyobeba nguvu zako. Na kwa kuwa hujajua maeneo hayafanyi kazi. Hayafanyi kazi na wala hayana ufanisi. Ufanisi wa jambo lolote, ufanisi au jambo lote ambalo utafanya kwa ufanisi zaidi ni ile jambo ulilo na ufahamu nalo sana. Kwa kuyafahamu maeneo yako ya nguvu kutakupa uwezo ndani yako, kutakupa uwezo wa kuweza kuamsha yale maeneo yako ya nguvu. Kuweza kukupa uwezo wa kuweza kuyaamsha yale maeneo yako ya nguvu. Na bila kwenda mbele sana, natamani tuweze kuangalia eneo la kwanza ambalo tutaliangalia siku ya leo. Ni eneo ambalo ni eneo moja wapo ambalo ni eneo la nguvu zetu kama watoto wa Mungu. Ni eneo ambalo limebeba nguvu zetu kama watoto wa Mungu. Ni eneo la kwanza ambalo nazungumza, ni eneo la ulimi wako. Eneo la kwanza ambalo ni eneo la nguvu zetu kama watoto wa Mungu ni eneo la ulimi. Kwenye mabano unaweza ukaandika hivi maneno yako. Kama maneno yako au ulimi wako ni eneo la kwanza la nguvu. Ni eneo la kwanza la nguvu. Nguvu kubwa mtoto wa Mungu ipo katika maneno yake. Nguvu kubwa ya mtoto wa Mungu ipo katika maneno yake. Ipo katika maneno yako. Au unasema nguvu yako kubwa katika maisha yako ipo kwenye maneno yako. Maneno hayo ambayo unaongea, ulimi huo ambao unaongea, kuna nguvu kubwa iliyoko ndani yake, na hiyo ni nguvu ya kiroho. Kuna nguvu kubwa ya kiroho katika maneno ya mtu, kuna nguvu kubwa ya kiroho katika ulimi wa mtu. Kwa lazima tujue hili ni eneo letu la kwanza, au eneo la, sio kama ni eneo la kwanza ni eneo la kwanza kwa kuanza kulisema, lakini kama sio kama ni eneo la kwanza kwa kuonesha nguvu au kama ndio lina ukubwa zaidi. No, ni eneo la kwanza kulielezea siku ya leo. Eneo la ulimi wako. Ni lazima utambue nguvu iliyoko ndani ya ulimi wako. Ni lazima uelewe ni nguvu ipi ambayo Mungu amewekeza ndani ya ulimi wako. Mungu ametupa kinywa sio kama tuweze kuwasema wengine. Mungu ametupa mdomo sio kama tuanze kuwasema wengine. Mungu ametupa mdomo ili tufanye kama alivyofanya yeye. Au Mungu tufanye kama vile Mungu anaweza kuvifanya, kwa sababu katika ulimwengu wa roho vitu waga haviendeki kwa kujenga. Na maana Mungu anapoumba dunia, hakuna mahali Mungu aliwatuma mafundi kama mkachukue matofali, mkachukue nini. Lakini tunaona vitu vikiumbwa, tunaona mambo yakifanyika. Kwa nini yameweza kufanyika? Yamewezekanaje kuweza kufanyika? Kwa sababu yameumbwa katika ulimwengu wa roho. Yamefanyika katika ulimwengu wa roho kupitia maneno, kupitia sasa Mungu ameamua atupe kinywa ili tuwe kama yeye, sababu sisi ni mfano wa Mungu hapa duniani. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 inasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu akatawale. Tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo Mungu alitumba kwa mfano wake sisi. Mungu ametufanya sisi kuwa kwa mfano wake. Kwa hiyo eneo la kwanza ambalo Mungu ametupa kwa mfano wake ni eneo la kinywa. Eneo la kinywa, kama anavyofanya yeye Mungu, na sisi tuwe na uwezo wa kuweza kuvifanya vitu vya namna hiyo kwa kutumia vinywa vyetu, kwa kutumia maneno yetu. Na maana ni hasara sana kutumia ulimi wako kwa habari za umbea, kwa habari za unafiki, kwa habari za nini? Sababu Mungu hajakumba kwa namna hiyo. Kwa habari ya namna hiyo, kila anayetumia kinywa chake vibaya anakimisiuzi kinywa chake, anakitumia vibaya kinywa chake na anakifanya kiwe cha ovyo. Unatumia kinywa chako kuweza kutenganisha watu, unatumia kinywa chako kuweza kutenganisha ndoa za watu, unatumia kinywa chako kuweza kufanya tu umbea. Unaongea masaa yote, yaani unaongea mpaka kwenye ndoto, mpaka ukifika usiku unaongea. Vitu unafanya vitu vya ajabu sana. Hata anasema ni afadhali ungezaliwa bubu kuliko kuzaliwa ukiwa na mdomo lakini hautumii vizuri. Ni afadhali ungezaliwa bubu kuliko kuzaliwa na mdomo ambao hautumii vizuri. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo ni eneo kubwa sana katika maisha yetu, na ni eneo ambalo limebeba nguvu kubwa sana katika maisha yetu. Ukitambua nguvu iliyopo ndani ya kinywa chako, hauwezi ukacheza na maneno yako, wala hauwezi ukacheza na yale ambayo unayasema. Wala hauwezi ukacheza na kile kitu ambacho unakizungumza. Sababu chochote unachokizungumza unakitamka katika ulimwengu wa roho. Chochote ambacho unakizungumza unauamrisha ulimwengu wa roho ufanye. Iwe ni unataka au hutaki. Lakini chochote kile ambacho unakisema unaamrisha ulimwengu wa roho kufanya kitu cha namna hiyo. Labda nizungumze kitu cha namna hii ya kwamba maisha yako jinsi yalivyo, au maisha yako jinsi yalivyo sasa ni matokeo ya maneno yako. Maisha yako jinsi yalivyo sasa ni matokeo ya maneno yako. Maisha yako unayoishi sasa, hayo ni maisha ya aina yoyote yale, ni matokeo ya maneno yako ya kila siku, ni matokeo ya maneno yako ya kila siku. Kwa yale maneno yako ambayo umekuwa ukizungumza miaka ya nyuma yote ndio yamezaa uweze kuwa jinsi ulivyo sasa. Ndio yamezaa jinsi ulivyo sasa. Na utakuwa hivyo baadaye, au utakavyokuwa baadaye inategemea na maneno yako ambayo unaendelea kujisemea sasa. Labda nikwambia kwamba maneno yako unayojisemea wewe yana nguvu zaidi kuliko wanaokusemea wengine. Watu bilioni 1
wakazungumza kama uwezo ukafika mbali. Watu bilioni 1 wakazungumza kama uwezo ukafanya jambo fulani. Lakini wewe ukasema mimi siwezi kufanya jambo fulani. Chenye nguvu ni kile ambacho umejisemea wewe. Chenye nguvu ni kile ambacho umejisemea kama mimi siwezi. Hicho ndio kinakuwa na nguvu zaidi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hatuwezi tukaanza kubadilisha maisha yetu tusipoanza kubadilisha kwanza maneno yetu. Kwa sababu maneno yetu ndio yanayoamua maisha yetu. Yale maneno ambayo tumejitamkia kwa miaka mingi iliyopita, yale maneno ambayo tumejisemea kwa miaka mingi iliyopita ndio yametufanya tuwe jinsi tulivyo sasa. Kwa hiyo ili tutengeneze baada yetu nzuri, tunaanza kwanza na maneno yetu kwanza. Sababu maneno ni vitu vyenye nguvu hata maombi ya mtu. Labda nikwambie kitu namna kama maneno yako yana nguvu kuliko hata maombi yako. Sababu wewe unaombaga nusu saa lakini unaongea masaa 12. Kwa yale maneno ambayo unaongea kila muda, maneno ambayo unatumia muda mrefu katika ile eneo la kuongea tu kuliko kuomba, yana nguvu zaidi kuliko hata maombi yako unayofanya kwa nusu saa, unayofanya kwa dakika 20. Kwa maisha ya mtu ni vile anavyoongea kila siku. Maisha ya mtu ni kile anachojitamkia kila siku. Hauwezi kubadilisha maisha yako kama hujaanza kubadilisha kwanza eneo la nini unaongea nini, unajitamkia nini, unasema nini na watu wengine. Hiyo ndio eneo ambalo itapelekea maisha yako kubadilika. Hauwezi kubadilisha maisha bila kubadilika kwenye eneo la maneno, bila kubadilika kwanza kwenye eneo la maneno. Na kama tukisoma kitabu kile cha Misali, Misali 13 mstari wa 2. Misali, tuangalie kitabu cha Misali 13 mstari wa 2. Misali 13 mstari wa 2. Tuangalie kitabu cha Misali 13 huo mstari wa 2. Biblia inasema hivi: mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Ndio Biblia inavyozungumza ya kama tutaishi kile ambacho tunajizungumza, tutakiona kile ambacho tunakizungumza, tutapata matokeo ya yale ambayo tunayazungumza kupitia vinywa vyetu. Na Biblia inasema tutakula matunda ya vinywa vyetu. Maana yake chochote ambacho tunakizungumza sasa utakivuna baadaye, sababu maneno ni mbegu. Neno lolote ambalo unazungumza wewe ni mbegu, na kwa kadri unavyozungumza, kutamka neno lolote ni kama umelipanda, sababu neno tunasema neno ni mbegu. Ukisoma katika kitabu cha Biblia, tuangalie tena hicho kitabu cha Biblia kingine, kitabu cha Luka 8:11. Luka 8:11, unaona pale Mungu akizungumza au Biblia ikizungumza kama sema neno la Mungu ni mbegu. Inatuonyesha kama neno la Mungu lenyewe ni mbegu. Neno la Mungu lipi? Neno la Mungu, kuna neno la Mungu ambalo limeshaandikwa tayari ambalo ndio Biblia. Lakini kuna neno la Mungu ambalo Mungu analisemaga kila siku. Kuna neno la Mungu ambalo Mungu agana kaja kulisema kwenye maisha ya watu. Hilo neno ni mbegu. Kwa Mungu mwenyewe maneno yake ni mbegu na ana kawaida ya kukua na kuzaa. Kwa hata sisi maneno yetu ni mbegu kwa sababu tumezaliwa katika Mungu. Tumezaliwa katika Mungu. Kwa maneno yetu sisi ni mbegu. Chochote kile ambacho tunakizungumza kwa habari ya maisha yako, kuna siku tu kitakuwa. Chochote kile ambacho tunakizungumza katika maisha yako, kuna siku tu kitaota. Kwa sababu mbegu waga yote siku moja. Mbegu ina muda. Kuna aina ya mbegu zingine waga zinakata miaka 5 tu ziko shambani hazijaota. Kuna aina mbegu zingine zinakata hata miaka 4, miaka 3. Kuna mbegu za miti fulani unapanda leo lakini unakuja kuvuna matunda yake baada ya miaka 10. Kwa hiyo hiyo yote ni aina ya mbegu. Kwa hiyo kuna mbegu zingine ambazo zinaweza ukaziachilia. Ukosamea mimi nimezungumza tu neno lolote hata halina madhara. Lakini kuna namna katika ulimwengu ambao linaendelea kukua, kuna siku utakiona, kuna siku tutakivuna. Chochote kibaya ambacho najisemea leo, kuna siku tu nyingine ambayo usiojua utakuja kukivuna. Utakuja kukiona kikitokea katika maisha yako. Na ndio lazima ujue katika ile eneo kama chochote ambacho unakizungumza unakipanda katika ulimwengu wa roho. Chochote ambacho unakisemea unakipanda katika ulimwengu wa roho. Tunasema what you say is what you sow. What you say is what you sow. Maana chochote ambacho unakisema ni unakipanda, au chochote kile ambacho unakizungumza ni mbegu, au kile ambacho unakizungumza wewe ni mbegu. Na kuzungumza kitu ni kama unakipanda. Kuzungumza jambo lolote ni kama unalipanda, na baadaye tu kuna siku utakuja utalivuna. Sasa lazima ujifunze ile kanuni hii ya kwamba lazima uwe na kanuni ya kujisemea mema ili uweze kuvuna mema. Lazima ujifunze kusema mema sana ili uweze kuvuna mema sana. Na hii ni siri ambayo ulimwengu wa roho hataki ujue, sababu kuna umuhimu wake, au kuna namna inatokea katika ulimwengu wa roho, katika maneno yako yanavyokuwa, katika maneno yako yanavyokuwa. Sababu maisha ya mtu huendesha na maneno yake kwanza kabla hajaanza kuendesha na maombi yake. Maisha ya mtu huanza kuendesha na maneno yake. Kwa uwezo kule ambako unasemea maisha yako ndiko unaendesha maisha yako. Tunatoa direction na maisha yetu kupitia ulimi wetu. Yaani ulimi umepewa kiungo fulani. Ulimi ni kama msteringi. Msteringi unapogeukia gari fulani, mtu akiwa anaendesha gari, usukani unapogeukia ndio gari linaenda.
Kwa hiyo ulimi wetu si ni usukani ambao unaamua maisha yetu yaende wapi. Unapozungumza kwa habari ya magonjwa, unapozungumza kwa habari ya maskini, unapozungumza kwa habari ya kukataliwa, unapojikiria mambo mabaya, maana unaendesha maisha yako kwenye hayo maisha mabaya, kwenye hayo maisha ambayo ni mabaya. Kwa hiyo tunaanza kubadilisha maisha yetu, tuna change direction za maisha yetu kupitia kuchange direction ya maneno yetu kwanza, kwa sababu maneno yetu ndio yanayoamua mwelekeo wa maisha. Maneno yetu sisi ndio yanayoamua mwelekeo wa maisha. Hauwezi ukaishi vizuri katika maisha yako yote kama hujisemeagi mazuri. Hauwezi ukaishi maisha mazuri hauwezi ukaishi maisha mazuri kama wewe mwenyewe hujitamkiagi mazuri. Kwa hiyo lazima kwanza uanze kujitamkia mazuri ili uweze kuanza kuvuna mazuri. Kwa sababu unakiishi kile ambacho umejitamkia na utakiona kile ambacho umejitamkia. Chochote ambacho hujajitamkia kwa ajili ya maisha yako, akiweza hata siku moja kuwa sehemu ya maisha yako. Kile chochote kile ambacho hujajitamkia, jambo lolote ambalo hujajisemea kwa ajili ya maisha yako, akiwezi kuwa sehemu yako. Na maana nimekwambia maisha yako jinsi yalivyo sasa ni matokeo ya yale ambayo mlikuwa ukijisemea kila siku, yale ambayo mlikuwa ukijisemesha miaka ya nyuma, miezi ya nyuma, yale ambayo mlikuwa ukijisemesha kila siku ndio yamezaa jinsi ulivyo sasa. Umekuwa ukijisemea mimi mtu akukataliwa, na ndio kitu ambacho unakutana nacho mali pengi, unakataliwa mali popote, unakataliwa huku na huku. Kwa kuwa umezidi wewe ulisemea jambo la namna hiyo, umezidi kusema maskini, na naona kuna kila wakati unaishi katika shida fulani. Kwa kuwa tayari unazidi kuweza kuikiri shida. Hatutakiwi tukiri hali ambayo tunaipitia. Hata kama unapita katika situation fulani ambayo unakuwa unapita katika hali ambayo hauna hela, lakini usikiri kama wewe ni maskini. Sababu watukiri ambao tunaviona, tunakiri yale ambayo tunayataka. Nimekwambia maneno ni mbegu. Kwa hiyo utakiwa useme kile ambacho unakiona, unatakiwa useme kile ambacho unataka kitokee katika maisha yako. Sema yale ambayo unataka utokee. Sema yale ambayo unataka yafanyike katika maisha yako. Na Wakristo wengi tuko hivi. Ni watu ambao tunaomba sana vizuri tukiwa kanisani. Tunaomba vizuri kweli. Vizuri tunanena na kwa lugha, lakini maneno yetu ambayo tukitoka nje ya ibada hayasadifu na yale ambayo tunayaomba. Utamkuta mtu ameenda kwenye ibada asubuhi. Utamkuta ameenda kwenye kanisa asubuhi, amewahi ameomba pale, ameombea biashara yake iweze kuuza, ameombea. Lakini anatoka tu mlangoni, anaulizwa na mtu, "Aisee, unaenda kwenye biashara?" Sasa siendi kwenye biashara, nenda tu kuongea. Biashara siku hizi hamna. Lakini ni mtu ambaye ametoka kuweza kuomba. Kwa maana yake huyu mtu kitu anachokiomba na nando anachokiongea ni tofauti. Lazima ujifunze hii kanuni ya kwamba unachokiomba na unachokiongea nje ya maombi viendane na kile ambacho ulikuwa unakiomba. Unachokiomba na kile unachokiongea nje na maombi kiendane na kile ambacho unakiomba. Chochote kile ambacho unakiomba lakini ukitoka nje ya maombi yako unakikataa kwa kupitia maneno yako, akiwezi hata siku moja kuweza kutokea. Kama unakiri kuuza sana, lakini baada ya kutoka kwenye chumba cha maombi unasema mimi siendi kuuza, nenda kuongea. Mimi siendi kuuza, nenda kuongea. Kwa hiyo unapozungumza, unapozidi kuja kujizungumzia kitu namna hiyo, unazidi kupelekea maisha yako yaende katika eneo au unazidi unafuta yale maombi yako ambayo unasemea. Tunafuta maombi yetu kupitia vinywa vyetu. Tunakataa maombi yetu yasiyo na matokeo kupitia kuongea kwetu. Na maana nakwambia maneno yako wewe yana nguvu kwa hata shetani mwenyewe. Maneno yako yana nguvu kuliko hata shetani. Shetani hana nguvu kuliko maneno yako. Shetani hana uwezo kuliko nguvu zako. Shetani hana uwezo kuliko maneno yako. Maneno yako yana nguvu katika ulimwengu wa roho. Na maneno yako katika ulimwengu wa roho yanatendewa kazi na ulimwengu wa roho. Chochote kile ambacho unajisemea, jambo hili ambalo unajisemea kwa habari ya maisha yako linafanywa kazi katika ulimwengu wa roho. Linatendewa kazi katika ulimwengu wa roho. Tusome kitabu cha tuangalie kitabu cha Wakolosai. No, ni kitabu cha Yakobo. Tuangalie kitabu cha Yakobo ile sura ya 3. Kitabu cha Yakobo ile sura ya 3. Kuanzia mstari wa 4 inazungumza, nasema hivi: tena angalieni merikebu, ingawa ni kubwa kama nini na kuchukuliwa na pepo kali, zageuzwa na usukani mdogo sana, kokote anakoazimia naoza. Mstari wa 5 inasema hivi: vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa. Ukisoma hii mistari na kuonesha inatoa uhusiano kati ya msteringi, kati ya usukani wa merikebu na ulimi wa mtu. Kwa hiyo inatuonesha kwamba ulimi ni kama usukani. Ulimi wa mtu unafananishwa na usukani, kwamba kokote kule ambako mtu anaazimia kwenda, ana kawaida ya kuzungusha mstari wake uende huko. Kwa hiyo kila ambacho unakisemea katika maisha yako, unaelekeza maisha yako yaende huko. Kwa hiyo tunabadilisha kwanza mwelekeo wa maisha yetu kupitia kubadilisha kwanza maeneo ya maneno yetu. Kwa hiyo lazima tujifunze watu kuwa watu wa kujinenea mazuri ili tuendeshe maisha yetu katika maeneo mazuri. Lazima tujifunze kwanza kuweza kuendesha maisha yetu kwa kujinenea mazuri, kwa kujinenea mazuri. Unaponena afya, maana yake unaendesha maisha yako katika afya. Unaponena utele, maana yake unajinenea maisha yako yaende katika utele. Unaponena kushindwa, maana yake unaendesha maisha yako yaende katika kushindwa.
Kwa hiyo ushindi wa kwanza unautengeneza kwa kupitia kinywa chako. Na ndio maana wakati wote unapoamka asubuhi, jifunze kukiri maneno kama mimi ni mshindi, mimi ni mshindi, mimi nitashinda. Jifunze kukiri maneno ya ushindi. Jifunze kukiri maneno ya ushindi. Nimekwambia maneno yako ndio yanayoendesha maisha yako. Kwa unapokiri maneno ya ushindi, maana yake unaendesha maisha yako katika kushinda. Unaponena maisha yako, unaponena katika afya, unapokiri afya, unapokiri uzima, maana yake unapeleka maisha yako katika uzima. Kwa tunabadilisha direction ya maisha yetu kupitia kubadilisha direction ya maneno yetu. Hauwezi ukaishi tofauti na vile unavyoongea. Hauwezi ukavuna kile ambacho hujawahi kisemea. Na maana sasa maneno kama mbegu ya mahindi, ukipanda mbegu ya mahindi itazaa mahindi. Kwa unapopanda mbegu fulani ya neno ambalo ni ovu, litazaa sawa na ule uovu ambao umejisemea wewe. Sawa na ule uovu ambao umeupanda, kwa sababu hakuna mbegu ya mahindi imewahi zaa mchele. Hakuna mbegu ya mahindi imewahi zaa mtama. Chochote kile ambacho nakisema kitazaa kitu cha aina hiyo hiyo. Kwa unaponena kukataliwa, maana yake napanda katika ulimwengu wa mbegu kukataliwa. Kuna mahali nitakataliwa sio kwa sababu Mungu alipanga nikataliwe. Nitakataliwa kwa sababu ya mbegu ambayo nimeshaipanda tayari ili niweze kukataliwa. Ile mbegu ambayo nimekuwa nikinyenea kama mimi ni mtu wa kukataliwa. Kuna mahali tu itafika, utakataliwa kwenda kuingia mahali fulani. Itafika tu mahali tu apply kazi, watu 100 apply kazi, watakubaliwa watu 99 wote utaachwa. Lakini chanzo yao kuacha ni nini? Kwa sababu kuna wakati ambao umejisemea, ukajipandia hayo maneno, ukajipandia mbegu ya kukataliwa. Kwa tunaanza kuwa watu wa kubarika kwa kuanza kutoa maneno ya kuweza kubarika kwanza. Tunaanza kuwa watu wa ushindi kwa kuanza kutoa maneno ya ushindi kwanza. Kwa sababu maneno yako wewe ndio yanayoamua maisha yako ya kesho. Maneno yako leo, kesho yako nzuri inatengenezwa na maneno yako ya leo. Maneno yako ambayo unajizungumzia kila siku, maneno yako ambayo unayakiri kila siku. Ukianza kukiri magonjwa, kama ukaanza kujizungumza kama mimi ni mtu wa kisukari, mimi ni mtu wa madeni, maana yake unaendesha maisha yako na unapanda mbegu za madeni na unaendesha maisha yako endelee kuelekea katika madeni. Kwa lazima tujifunze kuwa watu wa kujinenea mazuri. Sababu moja kati ya eneo la nguvu zako ni hili eneo. Kwa wakati tunaozidi kuendelea tazidi kuweza kujifunza zaidi. Kwa wakati tunaozidi kuendelea tunaendelea kuangalia zaidi. Kwa hiyo tusisahau kusubscribe channel yetu hii ya mafundisho. Tusisahau kusubscribe na kucomment na kushare kwa mafundisho zaidi.